Naam, hali gani ndugu mpenzi mfuatiliaji wa chaneli ya Sauti ya Kitabu? Karibu tena tuendelee na mwendelezo wa kitabu hichi cha Rich Dad and Poor Dad. Na leo tutaendelea katika sehemu ya 6, part 6 ya kitabu hichi cha Rich Dad and Poor Dad. Nikukumbushe tu unaweza ukasubscribe, kulike, kucomment na kushare video hii kwa wale wote wapendao ili waendelee kupata maarifa ambayo yapo katika vitabu hivi na hasa hichi cha Rich Dad and Poor Dad. Nakumbuka nikiwa shuleni, mwalimu wetu aliwahi kutusimulia hadithi kuhusu Robin Hood. Mwalimu wangu alizani ni hadithi nzuri ya shujaa wa kimapenzi aliyewaibia matajiri na kuwapatia maskini. Lakini baba yangu tajiri hakumuona Robin Hood kama shujaa, aliita Robin Hood mwizi. Robin Hood anaweza kuwa ameondoka zamani, lakini wafuasi wake bado wako mpaka hii leo. Mara nyingi nasikia watu wakisema, kwa nini matajiri wasilipe hilo? Au matajiri wanapaswa kulipa kodi nyingi na kubwa zaidi ya maskini. Na hii ndoto ya Robin Hood kuchukua kutoka kwa matajiri na kuwapatia maskini ndio imesababisha maumivu makubwa kwa maskini na watu wa daraja la kati. Sababu ya watu wa daraja la kati kutozwa kodi kubwa sana ni kwa sababu ya wazo la Robin Hood. Ukweli ni kuwa matajiri hawatozwi sana. Ni watu wa daraja la kati, hasa wale walioelimika na ambao wana kipato kizuri, ndio hulipa kodi nyingi kwa ajili ya maskini. Ili kuelewa kikamilifu jinsi mambo yalivyo, tunahitaji kuangalia historia ya kodi. Ingawa baba yangu maskini aliyeelimika sana alikuwa mtaalamu wa historia ya elimu, baba yangu tajiri alijiona kama mtaalamu wa historia ya kodi. Baba tajiri alitueleza mimi na Mike kwamba mwanzoni huko Uingereza na Marekani hakukuwa na kodi. Mara kwa mara kulikuwa na kodi za muda zinazotozwa ili kulipia vita. Mfalme au rais alikuwa akitoa taarifa na kuwaomba watu kuchangia. Kodi zilitozwa Uingereza wakati wa vita dhidi ya Napoleon kuanzia mwaka 1799 hadi mwaka 1816, na nchini Marekani kulipia vita vya wenyewe kwa wenyewe kuanzia mwaka 1861 hadi mwaka 1865. Mwaka 1874 Uingereza ilifanya kodi ya mapato kuwa kodi ya kudumu kwa raia wake, na mwaka 1913 Marekani pia ilifanya kodi ya mapato kuwa ya kudumu kupitia marekebisho ya 16 ya katiba ya Marekani. Wakati fulani wa Marekani walikuwa watu wasiopenda kodi. Kwa mfano, kodi ya chai ndio iliyopelekea tukio maarufu la Tea Party huko Boston, tukio ambalo lilichangia kuanza kwa vita vya mapinduzi. Ilichukua takriban miaka 50 katika nchi zote mbili kukuza wazo la kodi ya kawaida ya mapato. Lakini tarehe hizi za kihistoria hazionyeshi jambo moja muhimu. Kodi hizi zilianza kwa kutoza matajiri tu. Hili ndilo jambo ambalo baba tajiri alitaka mimi na Mike tulielewe. Alieleza kuwa wazo la kodi liliuzwa kwa umma kwa kuwaambia maskini na watu wa daraja la kati kwamba kodi ziliundwa ili kuwaadhibu matajiri. Hivyo ndivyo wengi walivyopigia kula sheria hiyo hadi ikaweza kupitishwa kikatiba. Ingawa ilikusudiwa kuadhibu matajiri, kwa uhalisia ilikuja kuadhibu wale walioipigia kula sheria hiyo, yaani maskini na watu wa daraja la kati. Mara tu serikali ilipoonja ladha ya pesa, tamaa yake ilikuwa kubwa. Alisema baba tajiri, baba yako na mimi tuko tofauti kabisa. Yeye ni mfanyakazi wa serikali na mimi ni mjasiriamali. Tunavyolipwa na kipimo cha mafanikio ni tofauti kabisa. Yeye hulipwa kutumia pesa na kuajili watu. Kadri anavyotumia zaidi na kuajili zaidi, ndivyo idara yake inavyokuwa kubwa na kuheshimika serikalini. Lakini kwenye biashara yangu, ninaheshimiwa zaidi pale ninapoajili watu wachache na kutumia pesa kidogo. Ndiyo maana siwapendi watu wa serikali. Malengo yao ni tofauti na ya wafanyabiashara. Kadri serikali inavyokuwa, ndivyo kodi nyingi zaidi zinavyohitajika kuiendesha. Tangu nikiwa na miaka 10, ningemsikia baba tajiri akisema, wafanyakazi wa serikali ni wavivu na wezi. Na ningemsikia baba maskini akisema, matajiri ni walafi na wanapaswa kulipa kodi zaidi. Kila upande ulikuwa na hoja. Ilikuwa ngumu kwenda kufanya kazi kwa mmoja wa kapitalisti wakubwa mjini na kurudi nyumbani kwa baba ambaye alikuwa kiongozi mkubwa serikalini. Ilikuwa vigumu sana kwangu kujua ni muamini nani. Lakini ukichunguza historia ya kodi, mtazamo wa kuvutia unatokea. Kama nilivyosema, kupitishwa kwa kodi kulikuwa tu kwa sababu umma uliamini katika nadharia ya Robin Hood. Kuchukua kutoka kwa matajiri kuwapatia wengine. Tatizo ni kwamba tamaa ya serikali kwa pesa ilikuwa kubwa sana.
kiasi kwamba kodi zikalazimika kutolewa hata kwa watu wa daraja la kati na baadaye ikaendelea kushuka chini. Hata hivyo, matajiri waliona hii kama fursa kwa sababu hawachezi kwa seti ile ile ya sheria. Matajiri walikuwa wanajua kuhusu makampuni ambayo yalipata umaarufu wakati wa meli za kusafiri baharini. Matajiri waliunda kampuni kama njia ya kupunguza hatari kwenye kila safari. Walipunguza hasara zao kwa kiasi walichowekeza tu. Ni vipi matajiri waliwazidi wasomi? Mara tu kodi za chukua kutoka kwa matajiri zilipopitishwa, fedha zikaanza kumiminika serikalini. Mwanzoni watu walifurahi sana, lakini pesa zilipelekwa kwa wafanyakazi wa serikali na pia kwa matajiri. Zilienda kwa wafanyakazi kama mishahara na mafao, na kwa matajiri kupitia viwanda vyao vilivyopata mikataba ya serikali. Serikali ilipata hazina kubwa sana ya pesa, lakini tatizo lilikuwa jinsi ya kuzisimamia. Lengo la serikali ni kuhakikisha hakuna pesa inayobaki. Ukishindwa kutumia bajeti yako yote, unaweza kupunguziwa bajeti mwaka unaofuata. Hautaonekana kama ufanisi, lakini kwa wafanyabiashara kuokoa pesa na kutumia kidogo kunawafanya waheshimiwe zaidi. Serikali ilivyozidi kuwa na matumizi ya kuongezeka, mahitaji ya pesa yaliongezeka pia, na wazo la toza matajiri likapanuliwa hadi watu wa kipato cha chini kabisa. Wale waliopigia kura sheria hiyo ambayo inawaumiza kila siku. Makapitalisti wa kweli walitumia maarifa yao ya kifedha kutafuta njia ya kutoroka. Walirudi kwenye ulinzi wao wa makampuni. Lakini watu wengi ambao hawajawahi kuanzisha kampuni hawajui kwamba kampuni sio kitu cha kushika, ni faili tu lenye hati za kisheria lililopo ofisini kwa wakili na lililosajiliwa na serikali. Sio jengo, sio kiwanda, wala kundi la watu. Ni hati ya kisheria inayounda tuseme mwili wa sheria usio na roho. Kwa kutumia kampuni, mali za matajiri zililindwa tena, na ilipendwa sana kwa sababu kiwango cha kodi cha kampuni kilikuwa kidogo kuliko cha mtu binafsi. Zaidi ya hapo, baadhi ya matumizi ya kampuni yaliwezwa kulipwa na kampuni kwa pesa zisizokatwa kodi. Vita kati ya walionavyo na wasionavyo imeendelea kwa mamia ya miaka. Mapambano hufanyika pale sheria zinapotungwa na yataendelea milele. Tatizo ni kwamba wanaopoteza ni wale wasio na taarifa, wale wanaoamka kila siku kwenda kazini na kufanya kazi kwa bidii kisha kulipa kodi. Kama wangejua jinsi matajiri wanavyocheza huu mchezo, na wao wangeanza safari ya uhuru wao wa kifedha. Ndiyo maana kila ninaposikia mzazi akimwambia mtoto, nenda shule upate kazi salama, huwa naumia. Mfanya kazi aliye na kazi salama bila elimu ya fedha hana njia ya kutoroka. Baba tajiri alitufundisha pia kuwa ikiwa ujinga utatufunika, ni rahisi kunyanyaswa. Ukiwa na maarifa, una nafasi ya kupambana. Ndio sababu alilipia mawakili na wahasibu wazuri ili kusimamia masuala ya kodi katika biashara yake. Kauli yake bora kwangu ilikuwa kuwa mjanja na hutaburuzwa sana. Baba yangu maskini daima alinisukuma nipate kazi nzuri kwenye kampuni kubwa, na alinisisitiza nipande ngazi za kampuni hadi kuwa kwenye ngazi kubwa. Hakuelewa kwamba kwa kutegemea mshahara ningekuwa kama ng'ombe laini anayesubiri kukamuliwa. Nilipomwambia baba tajiri kuhusu ushauri wa baba yangu, alicheka tu na kuniambia, "Kwa nini usimiliki hiyo ngazi?" Nikiwa mvulana mdogo sikuelewa dhana ya kumiliki kampuni. Ilionekana ngumu na ya kutisha sana. Ingawa ilinitia moyo, uzoefu mdogo ulinifanya nishindwe kuona uwezekano kwamba watu wazima siku moja wangefanya kazi katika kampuni ninayomiliki. Kama si baba tajiri, ningefuata ushauri wa baba yangu maskini, lakini kumbukumbu zake ndizo zilinifanya nisiache wazo la kumiliki kampuni. Kufikia miaka 15 hadi 16, nilijua sitafuata njia ya baba ya maskini. Sijui nilikuwa nafanyeje, lakini nilijua sitafuata wenzangu. Uamuzi huo ulibadilisha maisha yangu. Nilipofika katika miaka yangu ya 20, ushauri wa baba tajiri ulianza kuniingia vizuri. Nilikuwa nimetoka kufanya kazi katika kampuni la Marine Corps na kufanya kazi katika kampuni la Xerox pia. Nilikuwa napata pesa nyingi, lakini kila mara nikiona payslip ya malipo yangu nilivunjika moyo. Makato yalikuwa makubwa sana, na kadri nilivyofanya kazi zaidi ndivyo yalivyoongezeka.
Kadri nilivyofanikiwa ndivyo mabosi wangu walivyoongea kuhusu kupandishwa cheo kwangu katika makampuni. Lakini moyoni mwangu nilisikia sauti ya baba tajiri kiniuliza, unamfanyia nani kazi? Na unamfanya nani awe tajiri? Mwaka 1974 nikiwa bado mfanyakazi wa Xerox, niliunda kampuni yangu ya kwanza na kuanza kushughulikia biashara zangu mwenyewe. Tayari kulikuwa na mali chache kwenye safu yangu ya mali, lakini sasa nilikuwa nimeazimia kuikuza. Makato kwenye mshahara ilinifanya mafundisho baba tajiri yaeleweke kabisa. Nilipokuwa natengeneza hela zaidi, nilizidi kutaka kutoka kwenye mtego wa ajira. Hivyo nikafanya kazi kwa bidii zaidi, nikiwekeza kila senti kwenye mali, hasa real estate ambayo ilikuwa inaanza kushamili haiwai. Ndivyo nilivyokuwa nauza mashine nyingi za Xerox, nipate pesa nyingi niongeze uwekezaji. Kufikia mwaka 1978 nilikuwa mmoja wa wauzaji watano bora nchini. Ndani ya chini ya miaka 3 nilikuwa napata pesa nyingi kwenye kampuni yangu ya mali isiyohamishika kuliko nilivyokuwa nikipata Xerox. Mapato yangu yalikuwa fedha zinazofanya kazi kwa ajili yangu na si mimi kugonga milango kuuza mashine. Nakushukuru sana kwa yeye ambaye umetazama kuanzia mwanzo hadi mwisho. Tukutane tena wiki ijayo panapo majaliwa katika part 7 ya Rich Dad and Poor Dad. Mimi naitwa Frank Vena 25. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.